Na kitu hiyo ingine ya pili ilikuwa inanifurahisha ni kwa sababu Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni mchapakazi. Na kuna kitu mnafanana na Mheshimiwa Ndindi Nyoro, Bwana Fred Matiang'i. Wewe pia uko na sifa ya kuwa mchapakazi. Na sisi tunajua Mheshimiwa Ndindi Nyoro huku alichaguliwa bila kutoa posters. Kenya mzima hakuna mwanasiasa mwingine alichaguliwa bila kufanya campaign ama kutoa posters. And I brought my friend, came with my friend Dr. Matiang'i, because I've worked with him in the government. I used to work in this government. I was a senator. I've been an ambassador for this country. I've served this nation. And we know, or we think we know, what is good for this country. Nyinyi ndio mko na kalamu ya kuandika watu hiyo kazi. Mimi naiomba. Na kwa sababu ile mzee mzuri alisema gonga mlango. Mimi nimekuja hata hapa Waitega leo kugonga mlango. My brother, the PA to Honorable Ndindi Nyoro, msalimie sana. So one of those MPs I admire, is a good friend of mine. Na hiyo maneno yote umesema, mimi ni mwerevu nasikianga sana. Nimesikia. Wakati ulikuwa kwa serikali, ulinyorosha mambo ya elimu. Hakuna mtu hakuona na macho yake. Ndindi Nyoro huku na yeye alituwekea mashule tiles, akametuteremshia school fees. Yeye ni mchapakazi, anapendwa kabisa. Sasa mimi najiuliza, daktari, upande moja ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni mchapakazi, upande hii ingine ni Daktari Fred Matiang'i ni mchapakazi, upande hii ingine ni Wakenya ambao wamesema wamechokeshwa na story, wanataka ni mzee tunapenda sana huku kwetu, akutafutie kashamba hapa Kiharu, akutafutie kashamba Kiharu. Ndio wakati Kiharu tuna list the most performing leaders, tukianza wakati wa Dr. Julius Kiano, Kenneth Stanley Jindo Matiba, Samson Ndindi Nyoro, tunaongezea Matiang'i, Fred Okengo Matiang'i kama mmoja wa wetu. Kwa hivyo ujue sisi tumeanza safari ya urafiki, na mahali itafika mimi najua itakuwa mahali mzuri. Kwa hivyo tafuta huyo mungwana, ni mtu mzuri, na wakati mtashika hiyo steering, mimi najua Kenya, wacha hiyo Singapore wewe inaambiliwa, tutaiona na macho. And I've made it clear that I'm in Jubilee because I believe in party politics. So the Vision 2030 is only 4 years away. We had Vision 2030 for our country. We have not even been given a report of whether or not we are achieving Vision 2030 in 4 years. Now we have got a new promise of going to Singapore. Rega makiuga ati turathikana nitugerete Singapore. Rugero rwetu akirikia kweli andu itu. Tukarikia. Mundu uria twi nake ni Dr. Fred Matiang'i, and I've got faith in his vision for this great country called Kenya. And thank you very much once again, my Lord Bishop, for inviting him to come and grace this occasion. Tuko katika hali hii ya kubadilisha uongozi wa nchi yetu. Na nimesema hivi, wenzangu katika upinzani, sisi sote tuko pamoja. Na sisi tuliamua tutakuwa katika multi-party democracy. Kwa hivyo hivi vyama vyote vya upinzani tunafanya kazi, tunatembea tukiwa pamoja. Hata leo asubuhi nimeongea na Mheshimiwa Gashawa. In fact, wakati nilifika hapa asubuhi, nimeongea na Mheshimiwa Gashawa kumwambia tuko na yule mkutano wa Gatanga, mimi nitaenda Waitheka first, nikimaliza kutoka huko nitakuja kushirikiana na nyinyi wapate mahali mmefikia. Kwa sababu sisi sote tuko timu moja. Nimeona wiki hii na wiki nyingine iliyopita, kwa sababu tumeenda na Mheshimiwa Gashawa, Mheshimiwa Kalonzo, sisi wote timu moja na Martha, tulianzia Embakasi kanisa, tukaenda Kisii, tukapiga siku 3 hapo, tukarudi hapo, tukakuja Nakuru, tukaenda kumalizia Kiawara huko Nyeri. Sasa watu wameanza hapa kutetemeka, nimeona wameanza sasa story nyingine kujaribu kutugawanya, kusema sijui mimi, kwa sababu they were thinking that we would never work together. I have bad news for you. We are going to work together.
Na hiyo porojo yenu na propaganda yenu, shauri yenu. You think you are going, I'm not going to work with Gachagua. I am declaring you, I am going to work with Rigathi Gachagua. Yeah. And I will work with Kalonzo Musyoka, with Martha Karua, with everybody. Tuweke nchi yetu yote pamoja. Sasa wewe kama una shida yote, enda utafute Bishop Kishera akuombe. Yeah. We are going to work together. Because wananchi wanataka tufanye kazi pamoja. Ama namna gani wananchi? Unataka tufanye kazi pamoja. That is how we are going to help our country. Point yangu ya 4. My brother, the PA to Honorable Ndindi Nyoro, msalimie sana. So one of those MPs I admire, is a good friend of mine. Na hiyo maneno yote umesema, mimi ni mwerevu nasikianga sana. Nimesikia, niko na wazee hapa, nitakuja tu usiku siku moja niombe hapa na Bishop Kishere watatupanga. Hakuna iko. Hiyo ndio, that is the way we are all thinking. Tunataka kuwa pamoja namna hiyo. Sababu hii ni wakati wa kusema no one should be left behind. Sisi sote tuungane tujenge nchi yetu. Mwisho nimalizie hii. Kuna mambo mawili ambayo yanafanyika nchi yetu hapa, which I think nikiwa katika umma, like today I have to talk about it. We are suffering, and those of us who know and understand how government works, we are suffering from historic wastage of public resources, unprecedented. Mimi sijaona mambo kama haya tunaona. Eti budget inasema ya mwaka huu tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko. Kuna watoto wanasaliwa huko. Hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Na tena wananchi mjue hivi. Na ni mambo ya ajabu. That is doubling the budget allocation for State House from last year. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. That is what's happening. Kama namna gani wananchi? That's what's happening. Hii ndio ile sometimes when I get to the mood of work nasema, wala nyinyi nipe hii kazi muone. I'll cut that budget by 80%. 7 billion iende kwa education. 7 billion iende kwa health sector. State House ibaki na 3 billion. And even those 3 billion, I might even return $1 billion by the end of the year. Kwa sababu, what do you do? Unafanya nini hapo? What do you do with 17 billion? Na ujue kwamba wa Kenya mjue, and this is why you need to have information. Office of the President, ofisi ya Rais, hizo department zote, they are already allocated money. Then you allocate State House itself 17. Watoto wa grade 10 wengine hawajaenda shule. Ni hapa Kiharu Ndindi ameng'ang'ana amefanya vile amefanya. Na ninamtolea kofia. Tell him, I'm proud of him because of what he has done in the education in this constituency. I wish the other members of parliament would copy that and alleviate the pain of our parents. I have been in that sector. So the sector is confused because sasa wale ambao who are supposed to lead it don't know. Every day wakiamuka asubuhi is excuse. Tunataka kusema sisi tunatafuta kazi vile mmesema. Nyinyi ndio mnapea hiyo kazi, sisi tunaandika barua ya application. Nyinyi ndio mtaisoma. Nyinyi ndio interviewing panel. Nyinyi ndio mko na kalamu ya kuandika watu hiyo kazi. Mimi naiomba. Na kwa sababu ile mzee mzuri alisema gonga mlango. Mimi nimekuja hata hapa Waitheka leo kugonga mlango. Nagonga mlango tafadhali. I am knocking, I'm at the door. Mara mlangani mzee. Niko kwa mlango nagonga. Mkifungua niingie ninawaahidi. Ile tulifanya education itakuwa tu something you wouldn't even talk about. Tutafanya mara 10 ya ile. Ensuring that our country is managed properly. Mambo inaenda mzuri. Jambo la pili ni mambo mmeona ya kupiga watu wahuni.
biashara ya mtu mwingine pale Kisumu, wahuni wanatumwa huko. Sasa tutakuwa nchi ya wahuni jamani? Eti sasa ukitaka biashara ya kadozi utaenda usanye wahuni, uwalete, utafute makaratasi zingine, uingie hapo. Sasa nani ataegeza nchi? Kwa sababu there is no rule of law. Ni wahuni tu, wale wako na nguvu ndio wanatumia nguvu kufanya vile wanataka. Tafadhali tuwache hiyo maneno. Mwisho kabisa, on the side of hope, I am very proud of our church leaders. I know that we always ask clergy to pray for us. Lakini na sisi tuwaombe viongozi wetu wa kanisa. Tafadhali mtushikilie. Sermons like the one I've had here this morning should be preached across the country. Tuambiwe wananchi, educate our people. Honestly speaking, if the church in Kenya took a position like the one I've had here this morning across the board, we will not even have anything to worry about. We will have the changes we need, we'll streamline our country and we'll move forward. Kwa hivyo, church leaders, our hope is in you. Sisi tunawaangalia. Na vile nilisema nyinyi ndio mko na nguvu kuliko sisi. Unajua sisi tunatafuta madaraka ya kupewa na binadamu. Nyinyi yenu ni ile mmewekewa mikono, mnaongozwa na Roho Mtakatifu. Tafadhali mkiomba, muombe nchi yetu. Na tuombee kuwa we don't destroy our country na siasa mbaya ya shida na mambo kama hayo. Tukikaa pamoja kama chama Jubilee tuko na tutakuwa na candidates na vile viongozi wamesema, wale candidate wataenda kwa wananchi, lakini wananchi ndio wako na jibu la mwisho. Na tukifanya hivyo tunaambatana pamoja na wenzetu mmoja. Porojo namna hiyo ni kwa sababu hofu wameogopa lete mabadiliko mapya katika nchi yetu. Tutaambatana na wewe kwa hii safari leo, kesho, ongoza ukiwa tayari wakati ule wa kufungua. Sisi once we get involved in a project we appoint ourselves associate members of the project. So sisi tuko pamoja, tuko familia yako, na unajua ukiwa bishop wewe umezoea kupepa watu. Sisi tutajisikuisi hapo kwa familia yako, tukae hapa kama wananchi hao wako na washiriki wako wazuri wa diocese ya AIC.